أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Misingi elimu ya shikri. Elimu ya shikri. Elimu ya shikri tunaiangalia katika pande kuu mbili. Elimu hii ya shikri tunaiangalia katika pande kuu mbili. Ili kuweza kuijua elimu ya shikri, basi fahamu kwamba tunaiangalia katika pande kuu mbili. Pande ya kwanza ya elimu ya shikri tunaangalia msingi au misingi, msingi wa elimu ya shikri. Pande ya pili tunaangalia katika hukumu za elimu ya shikri. Sasa tunaposema msingi wa elimu ya shikri tunamaanisha nini? Kila jambo unatakiwa ulifahamu katika msingi wake liko vipi. Ukilifahamu jambo toka msingi wake, itakuwa ni rahisi sana ulijua jambo hilo kiundani. Usiingie katika majambo kurupu. Hapana. Mfano hata ilmu ya Qur'ani. Ilmu ya Qur'ani, labda ni kuonesha mfano. Ilmu ya Qur'ani yenyewe hauwezi kuijua mpaka uijue katika misingi yake kwanza. Mfano hii hapa ni juzuu amma. Juzuu amma hii utaona hapa imeandikwa qaida. Hapa imeandikwa qaida ma juzuu amma. Hapa kwenye qaida maana yake huu ni msingi. Afu juzuu amma ndio wasa juzuu amma yenyewe ile. Tunaposema juzuu amma tunakusudia ni zile sura kuanzia swati an-nabai amma tasaluna mpaka kule kwenye qul a'udhu bi rabbin nas. Hiyo ndio inakuwa ndio juzuu amma. Kwa hiyo hapa unapoona umeandika qaida, maana yake ukifungua hapa utakutana na herufi hizi hapa hizi. Kuanzia hizi hapa alifu, alifataa, alif sirai. Kadri unavyozidi kwenda utashangaa, kadri unavyozidi kwenda mbele zinaongezeka vitu na ndio zinazidi kuungwa. Mfano hii hapa ya hapa na ya hapa tofauti, zinazidi kuungwa na kuchanganywa. Kila ukienda zitakuwa zinabadilika mpaka zinakwenda kuunda maneno. Hasa zinakwenda kuunda maneno. Hii yote ni misingi mwanafunzi anayesoma. Hii ni misingi. Kwa anasoma mpaka akifika hapa kwenye alhamdulillahi rabbil alamin, hapa anakuwa tayari sasa kashajua maneno yanasomwaje, kuanzia eneo kimchanganyia vipi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, anakuwa anajua kabisa hapa alifu taa iko wapi, mshakanali iko wapi, anakuwa anajua hapa. Kwa hiyo hapa kwenye alhamdu hapa kipande hiki huku huku nyuma kote, hii ndio ilikuwa ndio misingi kaida. Hii ndio ilikuwa ndio misingi. Alafu kija hapa ndio tukaambia juz'u amma. Sasa hapa ndio mwanafunzi kashaiva saba, ndio anakuwa anasoma sasa Qur'ani hapa. Kwenda huko ndio anakuwa anaisoma sasa Qur'ani tayari. Herufi hata zikichanganywa vipi anakuwa kazi jua. Kwa hiyo huu ni mfano nilikuwa nautoa katika taaluma hii ya Qur'ani. Tukija katika taaluma ya shikri, nayo pia iko hivyo hivyo. Lazima kuna msingi, alafu baada ya msingi sasa ndio inakuja hukumu.
Hapo kwenye msingi hapa ni sehemu muhimu sana ambayo mtu anatakiwa aifahamu, kwa sababu huwezi kutoa hukumu. Unahukumu kitu ambacho ukijui, unahukumu vipi? Utahukumu nini? Hapo kwenye msingi hapa cha kwanza mtu unatakiwa ujue kuzalisha hiyo shikili yenyewe hiyo, ujue inazalishwaje. Yani ili uipata shikili unazalishaje mpaka unaipata shikili, unatakiwa ujue kuzalisha au namna ya kuipata hiyo shikili. Ukijua kuzalisha sasa, maana ukizalisha sasa, hapo ndo shikili ishatoka. Ikitoka hiyo shikili ujue majina hizo shikili ambazo zimetoka hizo zinaitwaje? Inaitwaje hiyo shikili ambayo umetoa? Hapo ndo kwa nini majina ya shikili, uyajue majina ya shikili, uzalishe alafu ujue majina, alafu majina hiyo shikili moja ujue sehemu, ina sehemu ngapi hiyo shikili moja, ina sehemu ngapi shikili hiyo moja, ina sehemu ngapi? Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa vijue, sehemu za shikili uzijue. Huu ni msingi. Baada ya hapo unatakiwa ujue tabia, shikili ina tabia gani, hiyo shikili hiyo ina tabia gani? Ujue tabia ya shikili. Ukijua tabia ya shikili, ndio baadaye ukija kwenye kuhukumu sasa, itakuwa ndio rahisi kujua sasa. Ikiwa shikili hii tabia yake ni moto, basi hapa nina hukumu hapa. Kama kuna hasira, kama kuna uchawi wa moto, kama kuna uchawi mwekundu, utahukumu hapo. Ikiwa shikili hii kama tabia yake ni mchanga, basi utatoa hukumu yake hapo. Ikiwa shikili hii baada ya hapo kuna rangi, shikili zina rangi, kuna shikili nyeusi, kuna shikili nyeupe, kuna shikili za njano. Yote hayo itakufanya wewe utoe hukumu kulingana na ile rangi ya shikili ambayo ulipata pale. Alafu kuna jinsia nayo pia unatakiwa ujue, shikili hii ya kiume, shikili hii ya kike. Kwa jinsia yapo mengi sana katika nini, katika kaida yapo mengi sana. Kuna viungo katika shikili, kuna sifa katika shikili, mengi sana yapo katika shikili. Kwa hiyo haya yote haya na mengineyo ambayo tutakayoelezea, yote haya ukishajua vizuri hasa, ukijua vizuri ndio unakuja kwenye kuhukumu hasa. Kwenye kuhukumu na kwambia kuna vipengele vyake, inakuwa ni rahisi hasa kupata kujua kwamba hapa kuna nini. Mfano, unaweza kupiga shikili ya ramli yako, imetoka shikili hii hapa. Sasa hii shikili ikitoka kama hii hapa, kwanza ujue hii shikili jina lake, ujue jina lake. Pili, ujue tabia yake, hii shikili moja. Tatu, unatakiwa hii shikili ujue kaukabu yake, ina kaukabu gani. Unaweza kwenda mbali zaidi, ujue mpaka buruji yake,
unaweza ujue mpaka jinsia, ujue rangi. Shikili hiyo moja unaichambua, ujue jina lake inaitwaje shikili, ujue tabia yake hii, je ni moto au pepo, ujue kaukabu yake, je ni musala au zohari au merikhi, ujue buruji yake, ujue je ni jadiyu au ni hamari au ni thauri, ujue au ni dalu, ujue jinsia yake ni ya kiume au ya kike, ujue rangi yake ni nyeupe au nyeusi. Ndio utakwenda kujua sasa kama huyo mtu umemwangalia, kama je huyo mtu ana uchawi, je hii shikili ya rangi gani? Bwana shikili hii ni nyeusi, bwana uchawi huu ni aina fulani kutokana na rangi ya ile shikili ambayo umesoma hapo, au maradhi haya ni aina fulani kutokana na sifa ya hiyo shikili ambayo umeona hapo. Kwa hivi ndio vitu vya kuvijua. Ikitoka shikili kama hii hapa, unatakiwa ujue jina lake ni shikili gani, rangi yake ni rangi gani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo yote hii kujua hivi ni misingi. Inshallah tutakuja kuelezea na hukumu, kwenye vipengele vya hukumu vinakuwaje, ili uweze kuvijua vipengele vya hukumu. Kwa kikubwa ambacho tumekielezea leo kwamba ili usome ramli, usikurupuke, ujue kwamba kuna msingi wa ramli ambao ndani ya msingi kujua ni majina ya shikili, hiyo sehemu ya shikili, jinsia ya shikili. Afu cha pili ndio kuna nini? Kuna hukumu. Uwazi kwa hukumu kitu ambacho ukijue jina lake, ukijue tabia zake, lazima usome tabia zake, alafu ndio uje sasa kwenye kuhukumu hicho kitu.